Bwana Yesu asifiwe, wapendwa watazamaji. Mimi naitwa Bernard Moipopo. Karibuni nyote kwenye channel hii. Pia vile vile msisahau kusubscribe, kulike na kucomment, kwa kuwa mtakavyoingia sivyo ndivyo mtakavyotoka. Nachotaka kusema ni kwamba unajua, hata kama tumelipokea neno kiasi gani, hata kama tutalihifadhi neno kiasi gani, bado tutaendelea kutenda dhambi. Hili libaki wazi na tuliweke wazi kwamba hata kama tutakuwa tumelipokea neno kiasi gani, endapo tutaendelea kuwepo katika dunia hii, bado tutaendelea kutenda dhambi. Ila hii ni kama advertise tu ya kile ambacho nitakuja kukifundisha kwa muendelezo na kwa undani zaidi. Sababu kuko watu ambao wanaamini ya kwamba wokovu huwa una switch kulingana na wao wanavyofundisha kwamba leo ukitenda dhambi wokovu wako unaondoka, kesho ukiungama dhambi wokovu unarudia. Hapana, Mungu sio Mungu wa hivyo, kwa sababu wokovu ameahidi, ameutoa mara moja, na ukiupokea unakuwa hauna date ya kuexpire, manake unakuwa ni wokovu wa milele. Ndio Mungu pekee ambaye anayeweza kutoa wokovu wa milele. Ni Mungu ambaye tunayemwabudu sisi Wakristo wa kweli. Sio Wakristo wote ambao mnawasikia ni wa kweli. Hapana. Mungu tunayemwabudu ambaye ameumba mbingu na nchi, ametoa priority ama ametupatia nafasi ya wokovu mara moja tu. Na ukiupata huo wokovu basi inakuwa imekwisha. Ndio maana maandiko yanasema kwamba na Mungu atawaokoa Israeli kwa wokovu wa milele. Israeli wote wataokolewa kwa wokovu wa milele. Sio wokovu wa siku 2 ama siku 3. Je, Israeli wote ambao wataokolewa kwa wokovu wa milele hawatotenda dhambi tena, ama hawatakuwa na vipindi vya kuanguka? Je, hivyo vipindi vyao ambavyo watakuwa wameanguka, wokovu utakuwa umeondolewa? Hapana, wokovu ni kitu kingine, na wokovu unapatikana kwa njia tofauti na vile wengi wanavyodhani. Wengi wanavyodhani kwamba wokovu unapatikana kwa njia ya matendo. Hapana, wasije wana confuse vitu, na inapaswa kusoma. Kama hujajua wokovu wa mwanadamu mbele za Mungu unapatikana kwa njia gani, soma, uliza maswali, kwa sababu wokovu unapatikana kwa njia moja tu ya imani. Manake ukiamini vizuri unapata wokovu. Unaamini na kubatizwa kwa jina la Yesu Kristo, unapata wokovu ambao ni wa milele. Nadhani hapa unanielewa. Lakini nitakuja na video special kwa ajili ya kuelezea hichi kitu, kwa sababu haitoshi video ambazo nimezungumzia habari ya wokovu. Wokovu ni wa milele, lakini nitazungumzia tena na tena. Nachotaka kusema ni kwamba kwenye maisha yetu ya hapa chini ya jua kunakuwa na vipindi tofauti. Vipindi vya matatizo, vipindi vya kuanguka, vipindi vya changamoto. Hivi vipindi vipo kwenye maisha yetu na vitakuwepo tu, na Mungu ametaka viwepo kwa sababu maalum. Ndio maana akaweka msamaha, akaweka toba. Toba ipo kwa ajili ya vipindi ambavyo ni vya anguko. Tunapoanguka, Mkristo wa kweli anapoanguka lazima ajue kufanya toba. Toba ni kufanyeje? Kujiumbua. Toba ni kukiri kile ambacho ulifanya, kwamba nimefanya, nimekosea. Toba, unatubu mbele za Mungu wako kwamba Mungu, mimi si mkamilifu, nimelifanya hili ni kosa. Sasa kuna watu ambao wanapenda kuficha makosa yao. Kuna watu ambao wanapenda kuficha dhambi zao, wakati uwezi ukamficha Mungu dhambi. Na kitendo cha kumficha mtu kitu anachokijua, huo ni ubaya. Huo ni ubaya, na hayo ni matatizo. Ni afadhali umfiche mtu kitu ambacho hakijui, kwa utakuwa umefanya kazi ambayo ni bora na bomba sana. Lakini unapomficha mtu kitu ambacho hanakijua kuliko wewe, ni kukosa akili. Ni kukosa akili. Kwa mtu mwenye akili, mtu ambaye ni timamu, au pasi kumficha mtu kitu anachokijua zaidi yako. Unafanyeje? Ukishagundua ni udhaifu, ama ukishagundua umefanya kosa, fanyaje sasa? Kiri. Kukiri ni kuweka mambo bayana, kuweka mambo wazi. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma katika kitabu hichi cha Zaburi 30
32 ukianzia Mwanzo mpaka 11 inapendeza. Ila mimi ningependa nianzie hapa Zaburi 32:5. Kuna kitu ambacho nataka nitoe hapa ili uelewe ninachotaka kusema. Maandiko yanasema hivi, Daudi anasema hivi, nalikujulisha dhambi yangu wala sikuficha upotovu wangu. Nalisema nitayakiri maasi yangu kwa Bwana, nawe ukanisamee upotovu wa dhambi yangu. Kwa hiyo kila mtu mtaua akuombe wakati unapopatikana. Hakika maji makuu yafurikapo hayatamfikiria yeye. Hayatamfikiria mtaua yeye. Kwa sababu gani? Kwa sababu anamwomba Mungu wakati sahihi, na pia anatubu makosa yake, anaweka maasi yake yote wazi, upotovu wake wote anaufunua mbele za Bwana. Kwa sababu tunapofanya dhambi, kila tunachofanya, shuhuda namba 1 wa kila tunachokifanya ni Mungu, na anashuhudia mambo ambayo anajua haya yatatokea. So sisi ametupatia uelewa, ametupatia fikra, ametupatia ujuzi ambao wengine hawana. Ndio maana maandiko yanasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Maarifa ni nini? Ni kutambua vitu. Maarifa, ana maarifa manake ana utambuzi. Sasa wewe unatambua kuwa umekosa, kwa nini uendelee kukaa? Kwa nini uendelee kukaa na kunyamaza na kujifanya kama vile kile ulichokosa hakijui Mungu? Mungu anatuona sisi. Ni sawasawa na mtu ambaye anakuweka wewe kwenye scene alafu anatazama. Unaona jinsi inavyokuwa? Anakupatia script ya kucheza alafu yeye anakutazama kwenye scene. So utamficha nini? Kwa sababu yeye ndo anakuangalia kila unachokifanya. Kwa cha msingi ni gani? Kila tunapokosea kwenye maisha yetu, kila tunapoenda makosa kwenye maisha yetu, kila tunapoacha njia kwenye maisha yetu, tumwambie Mungu tumeacha njia, na tumwambie atuwezeshe. Kwa sababu maandiko yanasema kwamba mwenye haki ataanguka mara 7. Mwenye haki ataanguka mara 7. Daudi naye anapozungumza hizi habari, alikuwa anatenda makosa, alikuwa anaanguka, ila hakuacha kujiumbua, hakuacha kujivua mbele za Mungu. Tuwe na tabia ya kujivua, tuwe na tabia ya kujishusha. Watu wengi hawana tabia ya kujishusha. Kiburi kimejaa ndani yao. Kiburi kimejaa ndani yao. Kiburi cha kujua, na kiburi cha kujua ndicho kinachoua watu wengi. Watu wengi wana kiburi cha kujua, mimi najua. Lakini mbele za Mungu wewe ni takataka. Maandiko yanasema kwamba na wanadamu wote wanahesabiwa kwa si kitu mbele za Bwana. Sasa manake ni kwamba hata kama Mungu leo akiamua kuuteketeza ulimwengu wote, hakuna atakachokipoteza. Hakuna atakachoomba, hakuna atakachokipoteza. Hakuna atachopata kama hasara, hakuna. Lakini sasa kama wanadamu wote wanahesabiwa kwa si kitu mbele za Bwana, wewe peke yako, hebu angalia value yako. Wewe peke yako una value gani kwa Mungu? Lakini ametupatia thamani. Sasa kama yeye ndiye ametupatia thamani, kwa kuwa thamani ni yeye, natoka kwake, kwa nini sasa sisi tusijivue utukufu mbele zake? Hebu chukulia mfano mdogo. Leo hii wewe hapo ukipewa cheo kikubwa na rais, je, utashindwa kumnyenyekea aliyekupatia cheo kikubwa? Lazima utamnyenyekea, kwa sababu amekupatia kitu cha thamani, amekuheshimisha. Anayekuheshimisha unapaswa kumheshimu kupita kiasi cha heshima aliyokupatia. Ndio ukweli jinsi ulivyo. Nikusomea andiko jana kwenye somo ambalo nilitoa kwamba kila mawazo ya mwanadamu, Mungu ndio muamuzi wa mwisho katika hayo mawazo na kila anachokifanya mwanadamu. So tuna kila sababu ya kumuomba Mungu maarifa yake yatutawale, maarifa yake yatupeleke, maarifa yake yatubebe, maamuzi yake yatupeleke vile anavyotaka, na atufunulie, tutambue kweli kweli kwamba kila tunachokifanya ni mkono wa Bwana ambao unasimama dhidi ya kila tunachokifanya. Kwa hiyo nakushukuru kwa muda wako ambao umetumia pamoja nami. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Vile vile usisahau kushare na wengine. Unapoona kuwa kwamba somo limekusaidia, basi usahau kulike, kwa sababu unapolike unafanya YouTube channel hii iwe recommended kwa watu wengi ili wafikiwe na kweli. Kwa hiyo katika jina la Yesu Kristo tuendelee kuwa pamoja. Ninakushukuru ndugu yangu katika jina la Yesu Kristo. Amen.